Mheshimiwa mgeni wetu rasmi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hizi ni juhudi au sehemu ya juhudi ambayo waumini wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani wameiweka kwa ajili ya suala hili la kituo cha watoto hawa wenye ulemavu wa akili. Na kama ulivyosikia, hundi hii ya mfano wa bilioni 2.7 tayari imeingia katika akaunti maalum ya kituo hiki, na hapo baadaye katika hotuba nitaainisha pia michango mingine zaidi ambayo Mungu amewagusa watu waweze kutoa. Napenda niwashukuru sana sana. Katika kumbukumbu zangu sikumbuki kama tuliwahi kufanya harambee ya kiasi hicho, kwamba awali kabisa ni bilioni 2.7 kwa muda mfupi sana ambao tumekuwa nao. Niwapongeze tena, tupigiane makofi. Sasa sambamba na hayo, nishukuru sana maneno mazuri ya mzee wetu ambayo tuliona katika klipu, ambaye mtoto wake amekuwa mfaidika wa kituo hicho. Kama utasimama tena, bahati nzuri yuko hapa, naomba usimame hapo hapo, ufunge mkono, watu wajue kwamba upo, kwamba ushuhuda huu uliokuwa ukitolewa sio wa kutengeneza. Na kituo hiki ni kwa ajili ya watu wote wa Tanzania, wa dini mbalimbali, itikadi mbalimbali, makabila mbalimbali, lakini zaidi wale walioumbwa na Mungu wanayo fursa ya kutumia kituo hiki. Hapa nimeletewa majina ya watu ambao pia wameomba waungane na hawa ambao wametoa hii bilioni 2.7 ili na wao waungane katika baraka hiyo. Kama wapo, basi ukisikia jina lako utasogea kwenye maiki pale na kuweza kusema, na upo utaratibu mzuri ambao utawekwa. Kuna Ahmad Abdalla, huyu ni mkurugenzi wa National Housing, shirika la taifa la nyumba. Ahmed Abdalla, bahati nzuri pia ninamfahamu, mtu mwenye huruma, na hata leo mtaisikia huruma kwa watoto. Karibu sana Ahmed Abdalla. Karibu sana. Asante sana Baba Askofu. Mheshimiwa Rais, kama nilivyotambulishwa, naitwa Ahmad Abdalla, ni mkurugenzi mkuu wa shirika lako la Nyumba la Taifa. Shirika la Nyumba la Taifa tutakuwa na michango ya aina mbili. Moja, pesa taslim shilingi milioni 10. Lakini pia sisi tuna jukumu mbali ya nyumba mnazoziona, lakini sisi ni maconsultant. Kwa hiyo msaada wowote katika ujenzi tuko tayari kwa ajili ya kutoa. Mnahitaji architect, mnahitaji quantity surveyor, mnahitaji structural engineer, shirika liko tayari kwa ajili ya kutoa msaada huo. Asante sana. Tunakushukuru sana sana Ahmad Abdalla, mkurugenzi wa shirika letu la Nyumba la Taifa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwateua watu wenye huruma kama hawa. Asante sana. Wapendwa, tumesikia utaalamu wote National Housing wako tayari kuutoa bure. Kituo kimekwisha au hakijaisha? Tutajenga hiki. Sema tutajenga. Asante sana. Basi nimkaribishe Sara Sumaye. Huyu ni mwakilishi wa NBC. Hii ndio, sina historia sana, lakini hii ndio benki ambayo
kati ya benki anzilishi katika swala la uhuru na nini. Kwa hiyo ni benki kubwa. Naomba sasa tutege masikio tuwasikie. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa benki ya NBC Bwana Theobald Sabi, alipenda kushiriki pamoja na sisi, lakini kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wake ameshindwa. Lakini amenituma mimi pamoja na timu yangu kutoka NBC ambao tutatoa michango ya aina mbili. La kwanza, tutashiriki kwa kutoa kama taasisi milioni 50. Lakini pia Mheshimiwa Rais, mimi binafsi kama kutoka NBC lakini muumini wa kanisa la KKT na mwanakamati, mimi na familia yangu tunatoa milioni 10. Na la tatu, benki ya NBC kufuatia agizo lako Mheshimiwa Rais Agosti mwaka jana kwenye shughuli ilikuwa ya Benjamin Mkapa, ulitupa agizo la kuongeza wataalamu kwenye sekta ya changamoto ya usonji. Kwa hiyo benki ya NBC kupitia mbio zetu ya Dodoma Marathon ambayo itafanyika Julai mwaka huu, train wataalamu 100 ambao wataenda katika kusaidia kutrain wataalamu mbalimbali katika hii sekta ya usonji, ambayo itatugharimu shilingi 230 milioni 230. Na kwa kuhitimisha, sisi benki ya NBC tutasaidiana pamoja na serikali, pamoja na nyanja mbalimbali, pamoja na sekta za taasisi za kidini, kushirikiana bega kwa bega katika kuhakikisha hawa watoto wetu wanaendelea kupata msaada stahiki, wale ambao wanasaidiwa kwenye kituo hichi na hata kwenye jamii. Asanteni sana. Asante sana dada yetu Sara Sumaye, mwanakamati mwandalizi lakini pia mwakilishi wa benki NBC. Mungu akubariki. Nina hakika wale wanaochukua kumbukumbu watakuwa wamechukua haya yote, fedha na ahadi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ahadi ya National Housing ya utaalamu wote bure. Mungu awabariki sana. Baada hapo, nimepokea karatasi hapa kutoka kwa ofisi ya mkuu wa mkoa. Ofisi ya mkuu wa mkoa hawa, na hapa leo kama mlivyosikia tunaye mkuu wa mkoa wetu kipenzi Albert Chalamila, na naomba usimame, na wewe tu nitakupa ruhusa ya kumpa mkono Mheshimiwa Rais kwa sababu wanachangia, ofisi ya mkoa inachangia milioni 20. Naomba umpe mkono Rais. Umpe mkono Rais kwa sababu nina hakika amekupa ruhusa ya kuchangia hii kwa sababu zote ni za kwake. Napenda kushukuru sana sana. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa mkuu wa mkoa ndugu yetu Albert Chalamila. Tunaamini tutaendelea kuwa naye hata katika siku za usoni. Mungu akubariki sana. Amina. Asante sana. Kama itakupendeza Mheshimiwa Rais, kama itakupendeza. Sasa tuendelee kwa haraka haraka. Tunajua Mheshimiwa Rais atakuwa na majukumu mengine hapo baadaye kidogo, kwa hiyo tutakwenda kwa haraka kidogo. Nimkaribishe mwenyekiti wa bodi ya benki kubwa inayoitwa Maendeleo Bank inayomilikiwa na KKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani, na si mwingine ni Profesa Ulingeta Mbamba. Na kwa kuwa mkurugenzi mtendaji ndio kwanza ameanza, ukikaa pembeni ya huyu si vibaya, ni sehemu pia kutangaza benki yetu. Mkurugenzi mtendaji mkisimama pamoja, naona hayupo. Basi mwenyekiti tafadhali. Anakuja mkurugenzi mtendaji. Asante sana. Karibu mwenyekiti. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Askofu Dr. Alex Gehazi Malasusa, mkuu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani na mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri, naomba niseme
itifaki imezingatiwa. Maendeleo Bank tunatambua na kuthamini wajibu wetu wa jamii, hususan katika kusaidia makundi yenye uhitaji. Kwa miaka miwili mfululizo tumeshiriki kamilifu katika harambee ya kusaidia ujenzi wa kituo hiki kupitia Maendeleo Bank Marathon, hatua ya faraja, ambayo ilikuwa ni matembezi ya hisani yaliyoandaliwa kwa dhumuni la kuchangia fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha Dioknia cha Kitopeni Bagamoyo. Leo kwa heshima kubwa na kwa moyo wa upendo tunakabidhi rasmi mchango wa shilingi 140 milioni kwa kituo hiki cha Diakonia. Tunaamini kwamba msaada huu utaendelea kuwezesha juhudi za huduma kwa watu wenye mahitaji maalum na kuchochea maendeleo chanya katika jamii yetu, na tutaendelea. Asante sana, tupige makofi wanapokuja kukabidhi. Benki hii ambayo ina maendeleo ya kasi sawasawa na jina lake, Maendeleo Bank, inapatikana pale Luther House, na tunawashukuru sana kwa mchango huo mkubwa mliotoa. Baada yao tunapenda kumkaribisha CPA Renata Ndege, naibu mkurugenzi TANESCO. Renata Ndege, naibu mkurugenzi TANESCO. Huyu ni mwanadada imara kabisa. Karibu hapa mbele. TANESCO, shirika letu zuri tunalolipenda na utuhudumia kila wakati, na huyu dada ni imara sana, Renata Ndege. Renata Ndege, karibu Renata Ndege. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, sisi kama shirika la umeme Tanzania tutachangia milioni 20. Milioni 20, asante sana. Lakini pia Mheshimiwa Rais, tuko tayari kwa kazi za umeme ambapo tutahitajika kama shirika, tutakuwa tayari kushirikiana na kanisa letu. Sana. Mheshimiwa Rais, lakini kama familia pia tutachangia milioni 3, Mr. na Mrs. Simbo. Nashukuru sana. Asante sana. Tunakushukuru sana sana Renata Ndege Simbo, kwamba pamoja na milioni hizo 20, lakini wao wako tayari kuweka umeme bure katika kituo hicho. Asante sana. Kituo kimejengwa, hakijajengwa. Umeme tayari, makonsultanti tunao, wachoraji tunao, na umeme tumeambiwa TANESCO wataweka. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tukio hili kuwa pamoja na mama limeongeza sana sana furaha. Asante sana. Asante sana mama yetu, asante sana. TANESCO, ni wenyewe mnawafahamu TANESCO, lakini leo wametoa bure kwa watoto walemavu. Asante sana. Na tunaye pia ndugu yetu Nyambundege ambaye atakuja hapa kuwakilisha mashirika ya umma. Nyambundege, karibu sana. Asante sana. Asante sana Nyambundege. Yeye atawakilisha mashirika ya umma. Hata TANESCO walikuwa mle, lakini sasa yale mengine ambayo yakutamkwa hapa. Asante, karibu. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa kwanza nitoe udhuru wa msajili wa hazina ambaye ameniagiza nimwakilishe kwa sababu yuko kwenye majukumu mengine. Alipokuwa amepata wito huu, alitu-coordinate viongozi wachache katika mashirika ya umma, ambapo of course alipoanza kusema TANESCO na mengineyo akina Amadi NHC, nikasema sasa kila alichokuwa amenipatia kwamba nikileta kwa ajili ya mashirika ya umma kitajikuta kimekwisha, lakini bahati nzuri nafikiri wasaidizi wako Baba Askofu wamekuletea ujumbe. Kwa hiyo mimi namwakilisha msajili wa hazina, lakini pia ni mkurugenzi wa shirika la umma Tanzania Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB,
na mashirika haya ya umma kwa sababu yanafanya kazi huwa yana tendency ya kurudisha kwa jamii, na hiki mnachokifanya kama kanisa ni kitu chema chenye noble cause kwa nchi yetu, na kwa sababu rais wetu ni mama ambaye amekuwa kiongoza na hao watoto na mmeona mpiga nao picha hapa, na sisi tukasema ni lazima tumsupport kiongozi wetu. Na kwa sababu hiyo kama viongozi wachache tulio organize chini ya msajili wa hazina ndugu Nehemia Mchechu, sisi kwa pamoja tutatoa shilingi milioni 150. Asante sana. Lakini mimi binafsi kwa sababu nimepata nafasi ya kusimama hapa tena mbele ya Mheshimiwa Rais, ni Mkristo wa dhehebu la Kisabato, na kwa sababu hii ni kozi ambayo ni kama nilivyosema ni noble, mimi binafsi nitatoa shilingi milioni 2, nitaziwakilisha kwa msajili wa hazina Nehemia ambaye atazileta kwenye kanisa kwa sababu ni kitu chema. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana. Asante sana ndugu yetu Nyamundege, kwa niaba ya msajili wa hazina ndugu yetu Nehemia, ambaye pia kwa sehemu alitoa mawazo kama vile nilimnong'oneza Mheshimiwa Rais kumshukuru pia kwamba Profesa Kitila naye alitunong'oneza namna gani tunaweza tukapanya mipango hii mizuri. Tunaringa sana kuwa nanyi watu wenye mawazo mazuri, pamoja na katibu mkuu Mama Kida. Tunakushukuru sana sana kwa mawazo yenu mazuri. Kwa hiyo nashukuru, na naona Nyamundege ametuanzishia kwamba hata ukitumwa na wewe binafsi unaweza ukaguswa. Kwa hiyo kutakuwa na utaratibu fulani, utapita kwenye meza huko, huenda hapo baadaye wewe ambaye unaguswa, ili tupunguze muda, ukaweka commitment yako pale ili tupunguze muda kabisa. Nakushukuru sana mwakilishi wa msajili. Na sasa napenda nimkaribishe mwakilishi wa NMB, benki ya wananchi, benki ambayo kwa kweli imesambaa mahali pote. Karibu sana. Nashukuru sana Baba Askofu. Mheshimiwa Rais, niko hapa kumwakilisha afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB, Madam Ruth Zaipuna, ambaye leo ameshindwa kuwa na sisi hapa kwa sababu zilizo nje ya uwezo. Mheshimiwa Rais, sisi kama benki ya NMB tunaahidi tutatoa kiasi cha shilingi milioni 50. Naona makofi hayatoshi. Na mimi mwenyewe nikifuata maelekezo ya Baba Askofu, kwa sababu mbali ya kuwakilisha benki ya NMB, mimi pia ni mzee wa kanisa wa Wazo Hill. Kwa hiyo na mimi naahidi kutoa shilingi milioni 5. Asante sana Nyamundege, asante sana. Nifanya Jumapili ikiwezekana nisali pale. Kama utaongeza kidogo. Mungu akubariki sana. Tunawashukuru sana sana ndugu yetu mwakilishi wa NMB, na utupelekee salamu nyingi afisa mtendaji mkuu wa NMB Mama Zaipuna, nadhani. Mungu akubariki sana. Na sasa ni wakati wa kumkaribisha ndugu yetu Abdul Majid Nsekela kutoka CRDB. Naomba muendelee kukaa, naona watu wataka kupiga makofi kwa kusimama. Endeleeni kukaa kwa unyenyekevu, tumsikilize. Karibu sana ndugu. Asante sana Baba Askofu. Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi, nitambue vile nakushukuru sana Baba Askofu na kupongeza kwa wazo hili jema. Benki ya CRDB inaamini sadaka ni ibada na inayompendeza Mungu. Mheshimiwa Rais, mimi hapa binafsi naitwa Abdul Majid Musa Nsekela, ni mkurugenzi wa benki ya CRDB, lakini mkurugenzi wa kampuni tanzu za CRDB. Kama mnavyofahamu, benki yetu inafanya biashara hapa nchini, lakini tupo Burundi, tupo DRC Congo, lakini vile vile tunafanya biashara ya bima. Hizo ni kampuni za benki ya CRDB. Mheshimiwa Rais, kwa hili jambo jema, benki ya CRDB kwa maana ya CRDB PLC Tanzania itachangia milioni 100.
Makofi hayatoshi tafadhali, na hasa ukizingatia kwamba huyu aliyesimama hapa Abdulmajid Nsekela pia ni rafiki yangu. Naomba tuongeze makofi. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa kutambua jambo hili jema, benki ya Burundi itachangia milioni 50. Mheshimiwa Rais, vile vile kwa kutambua hili jambo hili jema, mkurugenzi wetu vile vile kampuni yetu tanzu ya bima itachangia milioni 10 kwa sababu ni kampuni changa. Lakini kampuni yetu ya DRC imeanza na jambo hili itakuja kuchangia baadaye. Mheshimiwa Rais, kwa sababu leo niko na mkurugenzi mtendaji wa kampuni yetu wengine tanzu ya CRDB Foundations, kwa idhini yako naomba mbele tu atamke neno na leo angalau sauti yake isikike kwa hili jambo. Karibu sana Madam Tuli Mwambapa. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, na mimi kwa heshima kubwa sana, kwanza mimi ni muumini wa kanisa hili. 2, mimi pia niko kwenye kamati hii. Kwa nitaanza kwanza kwa mimi na familia yangu, kwa baraka nyingi Mwenyezi Mungu alizotupatia tutachangia milioni 10. Lakini kwa baraka zake kubwa pia alizonipatia ya kuwa very unique Tanzania, tuko wawili tu ambao tuna title 2, ambapo tuna naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa madini, na Tuli Esther Mwambapa ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank Foundation, lakini pia ni mkurugenzi wa group wa corporate affairs. Kwa hiyo kupitia CRDB Bank Foundation nimeona wenzangu benki kubwa wamechangia milioni 50 kwa jambo hili. Basi na mimi nifike tu hapo, nisifike kwa mama, nifike pale kwa NMB na pale kwa MBC milioni 50. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana Tuli. Kwa kumalizia Mheshimiwa Rais, na mimi binafsi kama muumini wa dini ya Kiislamu, lakini swadaka zina apply katika dini zote, na rafiki wa askofu nitatoa milioni 20. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Kwa kweli ni jambo zuri. Mara nyingi tunaziharibu siku zetu kwa kukutana na mambo magumu mabaya, lakini leo tumekuwa na siku nzuri eti hii, na ametukumbusha Abdulmajid kwamba kutoa ni ibada. Huo ni moja wa msingi mzuri sana katika kila dini. Basi sasa nikaribishe familia ya Lupembe, naona na wao wamewekwa pale, familia ya Lupembe. Mheshimiwa Rais, hii familia imenishangaza sana katika kipindi hiki ambacho vijana wengi hawapendi kumtolea Mungu, lakini licha ya kwamba wazazi wao wameondoka bado walishikilia kumtolea Mungu ardhi. Ndio hii familia iliyotoa ardhi ya pale Kitopeni. Hawa. Asante sana, karibu sana. Mheshimiwa Rais, kwanza tunapenda kushukuru Mungu kwa kuwepo mahali hapa siku ya leo. Tunapenda kukushukuru Baba Askofu kwa kutushirikisha hili jambo toka lilivyokuwa likianza. Lakini pia sisi kama familia tunapenda kumshukuru Mungu aliyempa baba yetu ambaye amelala miaka 18 iliyopita kutoa hili eneo la Kitopeni bila kujua kwamba litakuja kuhudumia hawa watoto. Mimi binafsi kama mtoto wa Harry Richard Lupembe, kwanza ninamshukuru Mungu kuzaliwa katika familia hii kwa sababu ni neema. Leo jina la Mungu linakutukuzwa kwa sababu ya kile ambacho baba alikiona miaka 18 iliyopita, then 3 years later akaondoka. Ni neema ya Mungu.
Kwa mimi na wenzangu, bahati mbaya kaka yetu mkubwa ameshindwa kufika siku ya leo, lakini tunaahidi tena sisi na familia zetu tutaongeza 500,000 pamoja na ile eneo ambalo baba lilitoa, lakini pia tutashirikiana na kanisa la Kiinjili kwa kitu chochote ambacho tutahitaji. Baba Askofu, tupo tayari kutumwa na wewe, tupo tayari kulihudumia, tupo tayari kuwahudumia hawa watoto. Amen. Tunashukuru sana. Nawashukuru sana sana. Mungu awabariki familia hii ya mzee wetu Harry Lupembe, aliyekuwa mtumishi wa umma mwaminifu na mtu anayejali ibada, na tunaweza tukaona hata watoto hawa wameenda katika misingi hiyo. Mungu awabariki sana. Na sasa ni kwa haraka karibishe makamu wa mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Tumaini University, Profesa Barton Mwamila. Karibu sana Profesa. Asante sana Baba Askofu. Mheshimiwa Rais, Chuo Kikuu cha Tumaini Dar es Salaam Dahatu ni chuo kinachomilikiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani. Kwa maana hiyo, mradi huu wa Bagamoyo Diaconic Lutheran ni wa kwetu. Lakini licha kwamba ni wa kwetu, au nikisema kwamba ni wa kwetu, maana yake ni kwamba wakati wote tutakuwa sehemu ya uendelezaji wake. Sisi kama kibinafsi, lakini kama taasisi tutakuwa tayari kuchangia. Mimi mwenyewe ni mhandisi, kwa hiyo pale nitakapohitajika na utaalamu wangu uhitajika, nitakuwa tayari kuchangia katika kuendeleza. Lakini zaidi ya hapo, Chuo Kikuu cha Tumaini Dar es Salaam kinatoa milioni 10. Asante sana. Tunakushukuru sana sana Profesa, na najua pia wapo wengine ambao ni wajumbe wa council, kama wapo wanaweza kasimama. Lakini chuo kipya kabisa. Mungu awabariki sana kwa kufika. Asante sana na kwa mchango huo, na wale wanaoandika sio fedha tu, lakini hata utaalamu. Profesa yuko tayari kutumwa, na huyu ni muhandisi, ni mwalimu wa wahandisi. Kwa hiyo yeye atawasimamia hata wale wa National Housing. Huyu National Housing, nimefurahi sana mimi ile ahadi yako ndugu yangu. Basi sasa tumkaribishe Profesa Kitila Mkumbo. Profesa Kitila Mkumbo, na ili tusichukue muda sana, baada yake atakuja Daktari Tauskida, ataongozana naye huyo. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mheshimiwa Rais na Baskofu, nashukuru kwa nafasi hii. Neno moja tu, Mheshimiwa Rais, kama unavyofahamu, umeshaidhinisha Bagamoyo, mradi wetu mkubwa utaitwa Bagamoyo Maritime City. Chuo kitaongeza sana ubora wa mji huo. Mheshimiwa Rais, mimi na familia tutachangia milioni 10, lakini nilipewa pia maagizo ya kuchangisha kwa watu wengine, kwa nimefanikiwa kuchangisha shilingi milioni 50, zikiwepo milioni 50 za Dr. Kida, kwa sababu sasa niliagiza hapa akakubali, nimechangia na milioni 10, lakini akitaka kuongeza anaruhusiwa, na kwa marafiki wengine. La mwisho, Mheshimiwa Rais, nashukuru kama walivyosema wengine, mimi pia ni mdau na muumini wa kanisa hili, na nashukuru sana Baba Askofu. Na jambo moja la kujifunza sisi serikalini ya kanisa hili ni roho na moyo wa kutoa. Nadhani hili ni jambo muhimu sana tunapoelekea huko mbele, kwamba Watanzania ni muhimu tutoe, na ndio maana mimi nimekimbia hapa. Kama unavyofahamu Mheshimiwa Rais, leo katika wilaya ya Ubungo mwenge wa watu wa uhuru, lakini nimemwomba kiongozi wa mbio za mwenge anipa mawili tu nifike, alafu niendelee na mbio za mwenge. Baba Askofu, nakushukuru sana sana. Asante sana, nashukuru sana. Mama Tausi, nafikiri kama na neno yuko pale, tafadhali. Alikuwa ameweka jina lake hapa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Baba Askofu Alex Malasusa, itifaki imezingatiwa.
itoshe kusema leo ni siku njema sana. Mimi na mume wangu ni washarika wa Azania Front, na mume wangu pia ni mzee wa kanisa pale, lakini pia sasa ni washarika pia wa Dodoma Cathedral. Mimi na familia yangu tutatoa milioni 10 na tuko tayari kutumika kwa chochote ambacho utatutuma. Asante sana. Asante sana Mama Tausi Kida. Hawa kama walivyosema pia ni waumini. Mungu awabariki sana. Mkaribishe Mheshimiwa Festo Sanga kama yupo mbunge. Yuko hapa. Festo Sanga, karibu. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niliyesimama naitwa Festo Richard Sanga, ni mbunge wa jimbo la Makete, lakini pia ni mzee wa kanisa wa usharika wa Kijitonyama kwa mchungaji Dr. Eriona Kimaro. Nilipewa kazi ya kuchangisha watu wachache. Mtu wa kwanza ni mbunge wa Hai. Kama ambavyo Mheshimiwa Rais unafahamu kwamba bunge la bajeti inaendelea, kwa wabunge wengi hawajafanikiwa kufika walioalikwa, lakini mbunge wa Hai ndugu Mafue anachangia shilingi milioni 2. Lakini vile vile Mheshimiwa Silo anachangia shilingi milioni 1. Lakini vile vile Mheshimiwa Kamonga anachangia shilingi milioni 1. Lakini vile vile Mheshimiwa Ana Kilango Malasela anachangia shilingi milioni 1. Na mimi hapa ninachangia milioni 3 pamoja na familia yangu. Mheshimiwa Rais, nashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Festo Sanga, mbunge wa jimbo la Makete na msharika wa Kijitonyama. Mungu akubariki sana. Asante pia kwa kuwashirikisha wengine ambao umetamka hapo. Baada ya huyo basi tumkaribishe Comrade Richard Kasesela. Comrade. Ndio imeandikwa hapa Comrade Richard Kasesela. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, Baba Askofu ambaye ni kaka yangu kwa kuzaliwa, nimesimama hapa kwanza mzee wa kanisa mstaafu wa KKT, usharika wa Msasani, kwa ni bosi wenu nyewe wengine, lakini pia ni mkuu wa wilaya mstaafu, na kubwa zaidi sasa hivi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza niombe kibali kwako uniruhusu nikawachangisha waneki. Hatuwezi kutoka hapa waneki wasichangie jambo zuri kama hili, na naamini pale hatukosi milioni 10 na kitu hivi. Kwa ridhaa yako ukiniruhusu likipita, maana wewe mwenyekiti ukisema ndio nashukuru. Kwa hiyo weneki kupitia maiki na watangazia kuanzia leo naanza kukusanya mchango kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha watoto. Lakini Mheshimiwa Rais, nimetumwa na mke wangu ambaye ni girlfriend wa Askofu Malasusa. Mama Malasusa unalijua hili najua. Gladys. Anaitwa Gladys Kasesela. Mimi nilitaka kuchanga milioni 1. Ameniambia kwa familia yetu hatuwezi kuchanga milioni 1. Amesema tutachanga milioni 5. Asante sana. Kwa kama familia ya Kasesela ikiongozwa na mke wangu, Mheshimiwa Rais, mimi naongozwa na mke wangu. Natoa ripoti na taarifa kila kitu. Kwa hiyo tutachanga milioni 5 na atazileta yeye, sio mimi. Kwa hiyo hapo nimesave kidogo. Mimi nitaleta za waneki. Bwana Yesu azidi kudumu na kudumu. Amen. Asante sana. Tunakushukuru sana Comrade Kasesela, na hasa tunamshukuru pia mke wako mnyenyekevu Gladness ambaye amekwambia uchangie kama familia. Na kwa kawaida uchangaji kiasi hicho, leo nimeshangaa kumbe Gladness alishauri vizuri. Mwisho sasa, sio kwa umuhimu, ninaomba tutulie sasa, tualike ofisi binafsi ya Rais OBR, na hapa nimkaribishe mzee Heri ili aweze kusema neno. Washauri wa Rais, mshauri wa Rais mzee Heri
naomba ufike hapa ili uweze kusema neno. Heri, asante sana. Mheshimiwa Rais na Baba Askofu, naomba, tunajua Mheshimiwa Rais ana mchango wake, lakini kama washauri wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunachangia shilingi milioni 100. Asante sana mshauri wa rais. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Asante. Naona kuna kwaya inayojiandaa kuja, lakini wakati huo ni mwakilishi wa waziri wa fedha, kama yuko hapa ninaomba achukue mic. Nimeambiwa pia ana mchango mwakilishi waziri wa fedha, Elijah Mwandumbia. Ni declare interest pia, huyu ni mdogo wangu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, nilisimama mbele yako, naitwa Elijah Mwandumbia, ni naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha. Asante sana kwa kuniamini. Lakini pia ni muumini wa kanisa la KKT, ni mzee wa kanisa katika usharika wa Kimanga kwa miaka 15 sasa. Mungu asante sana. Lakini pia kwa heshima hii nimesimama hapa nikimwakilisha waziri wa fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye amenituma nilete salamu zake, na siku ya leo alikuwa afike, lakini kwa sababu ya jukumu linaloendelea pale Dodoma amesema ni vyema nikachukua nafasi hii. Na salamu ambazo amenituma nimwakilishe ni kusema kwamba katika kazi hii yeye na familia watatoa shilingi milioni 20. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kwa nafasi hii kwa kipekee kabisa, mimi na familia yangu na pamoja na kazi ambayo tumeifanya kanisani, na kwa sababu mke wangu yuko hapa pia, tunatoa kifamilia kaka sisi tutatoa. Anaitwa Erika. Asante. Mheshimiwa Rais, tutaongeza shilingi milioni 10. Asante sana. Asante sana Elijah na Erika Mwandumbia, na pia kwa kumwakilisha waziri wa fedha, na pia kwa kutoa kwa familia yenu. Mungu awabariki sana. Waumini wazuri wasiokosa ibada. Mungu awabariki sana sana. Asante. Nimeambiwa wakati kwaya inajipanga, basi mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Pwani, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Pwani, tafadhali apewe maiki pale aliponyosha mkono ili aseme yuko pale. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, mimi naitwa Shaibu Ndemanga, mkuu wa wilaya ya Bagamoyo, ambako kimsingi kituo hiki ndio kinakwenda kujengwa. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Pwani Dr. Alhaji Abubakar Kunenge ameniagiza yeye, tena amenisisitiza niseme anaanzia, ili neno asema nisisahau kusema, anaanza kukuchangia milioni 10. Asante sana. Shukuru sana. Lakini Baba Askofu, kituo hiki kinajengwa Bagamoyo na mimi ni mkuu wa wilaya ya Bagamoyo. Ofisi yangu, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bagamoyo itachangia milioni 5. Asante sana sana sana. Mchango mwingine ambao nadhani ni muhimu sana, Baba Askofu, naomba nikuhakikishie, wakati wa ujenzi wa kituo hiki hakuna kifaa kitakachopotea pale. Asante sana. Maombi makubwa hayo. Lakini hakuna kifaa kibovu kitakachoingia pale. Asante. Naomba nikuhakikishie. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye unamwakilisha mkuu wa mkoa Abubakar Kunenge, ambaye tumefanya kazi naye vizuri sana katika mkoa huu.
na kama unavyosikia dayosisi yetu ni mashariki na pwani. Pwani ni sehemu ya dayosisi hii. Kwa hiyo sisi tuna wakuu wa mikoa wengi, ndugu yetu Chalamila na mzee Kunenge, lakini pale Pemba na Unguja, wote hao wako kwetu. Na siku moja nafikiri tutafanya kikao cha ushirikiano tutawaita wakuu wetu hawa. Mungu awabariki sana, tuone mambo ya jamii. Pia nimeletewa karatasi hapa, kuna hawa wanaitwa jukwaa la wahariri. Wahariri wanataka kuchangia huduma ya jamii. Wahariri, jukwaa la wahariri, tafadhali. Tumewasikia katika nyanja mbalimbali, lakini leo wanakuja katika swala hili linalogusa moja kwa moja mtoto. Asante sana ndugu yetu. Asante sana. Mheshimiwa Rais, tulialikwa kwamba, mimi naitwa Deodatus Balile, mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania. Haya matangazo yanarushwa live. Kwa hiyo tulipoalikwa tulidhani sisi tuje kuangalia baadaye tuandike. Lakini wenzangu walioko kule wakatuma ujumbe mwingi sana kwamba tunajua sisi jukwaa la wahariri hatuna pesa, lakini tunachoweza kukitoa, kwamba moja, kama vyombo vya habari Tanzania tuhakikishe kituo hiki na hii kazi njema inayofanywa na KKKT tunaitangaza kwa kiasi kikubwa, inafahamika Tanzania na dunia nzima. Lakini la pili, wakasema Mheshimiwa Rais kwamba tukiahidi kutangaza watasema hiyo ndo kazi yenu ya msingi. Sasa baada ya kusikia CRDB ambao wameelekea milioni 300, na sisi tukasema katika udogo wetu tujikusanye tuchangie shilingi milioni 1. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Jukwaa la wahariri ni mwanzo mzuri sana. Nawashukuru sana. Naona makofi hayatoshi kwa huyu jukwaa la wahariri. Ni mwanzo mzuri sana. Nimeletewa pia hapa kwamba kanisa Anglikana wao walikuwa wameambiwa na wameguswa na wao watachangia milioni 5. Naomba usimame, askofu yuko pale. Kanisa Moravian tayari wameshanikabidhi milioni 2. Naomba askofu usimame pale. Asante sana, asante sana. Ushirikiano ni mzuri sana. Lakini pia nimeambiwa kuna naibu waziri wa maendeleo ya jamii. Yaani huyo ndio shughuli inayomhusu hasa. Naibu waziri sijui atapelekewa pale, yuko pale. Maendeleo ya jamii huyo. Asante, karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wizara yetu ndo wizara ya malezi, makuzi kwa watoto hawa. Wizara yetu tutatoa ushauri elekezi kwa mafunzo ya kuwajengea uwezo walezi ambao watakuwa kuwepo katika kituo hichi, lakini pia wizara yetu itatoa huduma na miongozo ambayo itawasaidia wanaowalea watoto hawa. Kwa vile tunajua sasa hivi kuna mila na desturi, na tunajua kwa sasa hivi kwamba kuna ukatili. Sasa wizara yetu itapeleka wafanyakazi hao kuhakikisha watoto hao wanakuwa salama na wanalindwa, wanafuata mila na utamaduni zote za Mtanzania. Lakini hata hivyo, kwa leo, kwa kuanzia, wizara yetu tutatoa milioni 2 ambayo tunayo invoice ambayo tumekuja nayo, na mengine tutayafikisha baadaye. Asante Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Asante sana, asante sana. Naushukuru sana Mheshimiwa. Na niombe sasa maiki iwe pale pale, kwa sababu Festo Sanga atatamka pia wale watu ambao walikuwa wamemtuma. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna salamu za watu wawili ambao pia wanafuatilia tukio hili. Wa kwanza ni Mheshimiwa Bashe ambaye pia amependa ushuhuda ambao umetolewa kupitia ule mtoto. Yeye amesema atachangia milioni 10. Lakini pia waziri Pindi Hazara Chana, waziri wa maliasili na utalii,
amesema nilete salamu, atachangia shilingi milioni 10. Asante Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana. Sasa tunaelekea kufunga zoezi hili kwa maana ya kutamka, lakini bado tunaruhusiwa kuandika, na hizo karatasi nitazipitia mimi mwenyewe, na nitaomba basi wale ambao wana zile karatasi wawagawie kwenye meza ili tuokoe muda. Lakini kabla ya zoezi hilo kulikuwa na yule wa chama cha makandarasi, sijui kama alipata fursa. Chama cha makandarasi fikiri hayupo. Kama yupo nyoshe mkono, mpelekeni mic. Asante sana, hawa tunawahitaji sana. Asante sana. Pale alipo tafadhali. Asante. Asante Mheshimiwa Rais na Baba Askofu. Mimi naitwa Maida Waziri. Kwanza kwa niaba ya kijana wangu Ibrahim Muki ambaye alionekana kwenye screen, ambaye ndio fundi wa kiwanda cha mbao. Nafikiri tumpigie makofi zaidi huyu kijana. Asante sana. Kwa sababu mimi ni mnufaika na nimeguswa sana Mheshimiwa Rais na Baba Askofu, nitatoa milioni 5. Lakini pia kwa upande wa chama cha makandarasi wazawa Tanzania, na mimi ni sehemu ya uongozi katika chama hicho, nimeshirikiana na mwenyekiti hapa, tumezungumza. Mwenyekiti ameguswa sana na ameomba tutafanya event mwezi wa 8 ya makandarasi wote Tanzania, ambao tutakuwa na wakandarasi sio chini ya 2000. Kwa hiyo tutashiriki na kuchangia tukio hili kwa pamoja, na tungemuomba Mheshimiwa Rais siku hiyo awe mgeni rasmi ili tuweze kupata michango ya wakandarasi wote. Lakini la mwisho pia, mchango wetu ambao tunaweza kutoa kama makandarasi, tunajua gharama za ujenzi huwa zinakuwa kubwa sana. Sisi makandarasi tuko tayari kuratibu katika shughuli zote za ujenzi ili ziweze kwenda kwa gharama nafuu zilizopangwa na zisiweze kuwa zaidi ya hapo. Kwa hiyo tuko tayari kushirikiana na NHC. Asante sana. Asante sana. Yaani makandarasi wote nchini watakutana zaidi ya 2000 hao. Ndio hawa wanaotaka wachangie kituo hiki. Jamani, kituo chetu kimejengwa, hakijajengwa? Mungu awabariki sana sana sana. Na nikushukuru mama uliyemaliza hapa kuzungumza. Miaka 20-30 iliyopita haikuwa rahisi sana mtu kutangaza kwamba na mtoto wa jinsi hii. Sasa hivi tunataka tuondoe kabisa hii hali ya kuwanyanyapaa watoto wa namna hiyo. Nao wanahitaji pendo la Mungu. Tuwaweke huru. Na ndio maana kanisa linakuja mbele sasa ili watoto hawa wawe sehemu kabisa ya kulijenga taifa hili tunapowafundisha skills hizi mbalimbali. Nimepata hapa ujumbe kutoka kwa kamishna mkuu wa TRA. Kamishna mkuu wa TRA. Kamishna huyu mkuu wa TRA anachangia milioni 30 yeye binafsi, lakini tutapata pia mchango wa TRA. Manake huyu ni yeye binafsi. Naomba tumpigie makofi ndugu yetu, ameguswa. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana watu wa media kwa kuwa mnavorusha hapa ndio amepata taarifa hii, imemgusa sana sana. Alafu mzee wetu Mashishanga na yeye anaangalia, naambiwa hapa anaangalia live huko aliko, na
anatoa ahadi ya shilingi 100,000. Mungu ambariki sana. Ninaomba wale ile kamati sekretari, tafadhali meza zote zipelekewe karatasi ili watu waweze sasa kuandika. Ninafikiri mtakuwa mmeshamaliza, labda ni watume tu mkazikusanye karatasi hizo katika meza zote ili watu waweze kusanya. Tunajua Mheshimiwa Rais ana majukumu mengi, tusingependa kumweka hapa muda mrefu, lakini tunapenda sana uandike kontakti zako na jinsi ambavyo utachangia katika meza. Tafadhali mtawanyike kwa haraka kidogo, tafadhali, kwa jinsi mlivyojipanga. Karibu kile kinachoendelea.